Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Mungu, karibu sana kwa neno. Kabla ya neno, naenda kuomba. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mfalme, ninakuinua, ninakuhimidi kwa maana unastahili heshima. Baba wa majeshi, mimi ni chombo, unapoenda kusimama Bwana, unene pamoja nami. Neno lako lipate kupenya sehemu zote, tukuinue kwa maana Baba unastahili heshima na hakuna mwingine Yehova. Baba, yote naomba na kuamini katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Basi siku ya leo naenda kunena kutoka kitabu cha Yohana 16 juu ya upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba katika Yohana 3:16 kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila hahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Ni upendo wa aina gani? Mungu alipenda ulimwengu, akatupenda, akatoa mwanae Yesu wa pekee, akaja duniani kwa ajili ya dhambi zetu ili dunia ipate kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alituonea huruma, akatoa mwanae wa pekee, akaja duniani ili tupate kuokolewa, ili tujue jinsi ya kutembea na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu alitupenda, akatupa mwanae wa pekee, akava nasi pia tupate kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaposoma Biblia Yohana 15:12 nasema hivi: amri yangu ndiyo hii, mpendane kama nilivyowapenda nyinyi. Hiyo ndiyo amri ya Yesu. Tupendane, tupende ndugu zetu, tupende watoto wetu, tupende majirani wetu, tupendane tukiwa kazini, tupendane tukiwa tunafanya kazi pamoja, tupendane tukiwa tunaongea, tupendane wakati wowote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema tupendane sisi kwa sisi kama vile ambao anatupenda sisi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema tupendane. Tena 13 nasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kumtoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Bwana Yesu asifiwe. Ni vingumu sana mtu kujitoa kwa ajili ya kitu yake, kutoa mtoto wake. Imagine, Mungu alimtoa mtoto wake wa pekee, akaacha duniani ili tupate kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunaposoma katika kitabu cha Wakorintho ya kwanza 13:1 kuendelea, naye inatuambia hivi: nijaposema kwa lugha za binadamu na za malaika, na hata nikiwa nasema kwa lugha ile ambao binadamu hawezi elewa ama wanaelewa, kama sina upendo, nimekuwa saba iliyo na upatu ufumao. Bwana Yesu asifiwe. Hata ninaposema kwa lugha nyingi, niongee Kiingereza, niongee Kigiriki, niongee Kiswahili, niongee Kifrensi, kama sina upendo ni kama tu upatu wa ufumao. Bwana Yesu asifiwe. Ni saba ambao ufumao nayo piga kelele pule bila chochote. Hata ukiwa na upendo kama huo, hata ukisema kwa lugha, hata ukiimba kwa lugha, hata ukiomba kwa lugha, kama una upendo, yote ni kitu pule. Bwana Yesu asifiwe. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, na nijapokuwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni kitu pule. Praise the Lord. Hata nikinena kilugha ambao inaweza kuangamiza milima, kama sina upendo,
mimi ni kitu bure. Bwana Yesu asifiwe. Basi tena nikitoa mali zangu zote kuwasilisha masikini. Nitoe mali yangu, yaani kwa kupea watu ili wapate kunipenda kama mimi mwenyewe, ama kama wewe mwenyewe una upendo, mwenzangu unafanya kazi bure. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba katika hiyo mstari wa 3, tena nikijitoa mwili wangu ni uwe moto, kama sina upendo anifadhili kitu. Hata nikitoa nikufu, kwa ruhusa, nikijichoma, nikifanya chochote, kama sina upendo, mimi ni kitu bure. Na ikiwa ya kwamba ya pili ilikuwa inasema tena nichapa kuwa na unabii, yaani unatafsiri mambo, unatafasiri, unafanya chochote, na kama una upendo na imani ile ambao timirifu, kama kiasi cha kuweza kuaimisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Hata unaingia kanisa, unaimba vizuri, unacheza vizuri, unahubiri vizuri, una imani ile yaweza kuhamisha milima, na kama una upendo, upendi mwenzako, upendi rafiki yako, upendi jirani yako, yote hayo ni kitu bure katika mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ine inasema upendo uvumilia. Upendo uvumilia machungu. Upendo uvumilia mabaya. Upendo uvumilia masengenyo. Upendo uvumilia madarau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mtu mwenye upendo hawezi piga mtu. Mtu mwenye upendo hawezi tukana mtu. Mtu mwenye upendo hawezi ona mwenzake akisumbuka amwache mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Lazima amshughulikie kama mtoto wake. Lazima amshughulikie kama ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana. Kwa maana huyu Mungu ambao tunaomba alikuwa na upendo. Alisema ya kwamba akatoa mwanae kwa ajili ya dhambi zetu. Alitupenda, akatupa uhai. Naye anasema tupende wenzetu kama vile ambao anatupenda. Tupendane. Tupendane ndugu wakati wa shida. Tupendane ndugu wakati ambao tumepata shida. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine wanapendana kulingana vile ambao wako na mali. Akiwa ni tajiri hapo mambo yanakuwa sawa. Akiwa ni masikini ana chochote, hata kwa mchango sio rahisi mtu kupeana. Lakini yao ni tajiri anaongezewa tena. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atusaidie sana kwa hayo. Tutendee watu wote mema wakati ambao Yesu atakapokuja akute sisi tumesimama. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ilikuwa nasema upendo uvumilia. Upendo ufadhili. Upendo hauchusudi. Upendo hautakapali, hauchifuni. Watu wakipata mali watu wanajifuna sana. Wakipita hata kwa barabara wanasema huyu, kwa maana uko na pesa unamuona kama kitu pule. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema tupendane. Usimdharau mwenzako. Penda ndugu yako. Penda watoto wako. Penda wazazi wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Mungu alisema tuwe na upendo kama ule ambao yeye ametupenda. Tupendane vile ambao Mungu anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. 5 inasema haukosi kuwa na adabu. Lazima upendo uwe na adabu. Unakuwa na adabu. Unapenda watu wote. Hata ingawa unadharauliwa namna gani, unapenda watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hautafuti mambo yake ya kujipenda. Mimi najipenda, mimi nafanya nini? Hapana, hautafuti mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Upendo hautafuti mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Hauoni uchungu.
awesafu mabaya. Kama mtu anapenda mwenzake, anampenda. Akiwa wakati wa shida, anamsaidia. Anamuonea huruma. Hata ingawa alimkosea, anamuonea huruma. Anamsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine wanakuwa na roho mbaya. Wakikosana na mtu, ngine anaanza kuchifuna, anasema, "Sitamsalimia, mimi sitamfanyia hivi paka tukutane huko chini kaburini." Ndugu yangu, hakuna mahali huko kaburi chini unaenda kukutana mwenzako. Tenda mema wakati huu ambao Mungu amekupatia. Kuwa na upendo na wenzako. Kuwa na upendo na jirani yako. Kuwa na upendo na ndugu yako. Hata wakati Mungu atakapokuja akute umesimama. Kwa maana ukiwa na upendo unakuwa na adabu. Huwezi kuchifuna. Huwezi kuwa na malingo. Unampenda watu, unapenda watu wote. Huwezi kuwa na uchungu. Huwezi kuhesabu mabaya. Mtu anaanza kukosea mara mingi lakini unamsamehe. Ni kwa nini? Ule upendo ambao uko ndani yako ndio unaongea. Bwana Yesu asifiwe. Ule upendo ambao uko ndani yako ndio unaongea, sio mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana watu wengi wanapenda watu kwa mdomo, lakini ndani yao ni mbwa mwitu. Anamchukia vibaya, lakini akimkuta anamsalimia vizuri, anainama vizuri. Lakini ndani yake ni mbwa mwitu. Mungu atusaidie sana. Kwa maana Yesu amesema ya kwamba tuwe na upendo. Tuwe na upendo, kwa maana upendo huhesabu mabaya. Upendo uvumilia. Haufurahi udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Upendo uvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustamili yote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anataka tuwe na upendo siku zote. Nane inasema upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwepo unabii utakapatirika, si kuwepo lugha shitakoma ya kiwemo maarifa yatapatirika. Upendo upungui neno wakati wowote, bali ukiwa unabii utapatirika, sikiwapo lugha sitakoma, yakiwepo maarifa yatapatirika. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na upendo. Wakati tunapolala tupendane. Wakati tunapoamka tupendane. Tupende watu wote. Yesu alisema tupendane. Lakini kwa sababu ya maasi, upendo wa wengi umepoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana Yesu ni kimbilio, na yeye ndio tumaini letu na hakuna mwingine. Ndio maana Mathayo 24:12 nasema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi umepoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa maana Biblia imetuambia ya kwamba upendo uvumilia. Upendo hauhesabu mabaya. Upendo una unafiki. Upendo unapenda watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu akatuambia mfano mmoja akisema ya kwamba katika Luka 10:29 mpaka 37 inasema, naye akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Inataka tujue ya kwamba jirani yako ni nani. Ujue wewe ni nani, ndugu yako ni nani, jirani yako ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Basi Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alisuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko,
akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamfua nguo, wakamtia chira, wakaenda. Sao wakimwacha karibu kufa. Walimpiga wakamwacha tu hapo chini na machira. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa nasifu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomuona alipita kando. Bwana Yesu asifiwe. Akumsaidia, akumuonea huruma, alimwacha pale pale na kutoka. Na Mlawi hivyo hivyo alipofika pale akamuona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja alikuwa katika kusafiri kwake, alifika hapo, alipomuona alimhurumia, akamtoa vitu yule mahali pale. Jirani yako ni yule ambao ako na shida na unamsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambao amekuwa na shida na unamsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wakati huo ambao tuko nao, elimu imeongezeka, mambo mengi yameongezeka, ndugu wamesambaratika. Ni kwa nini? Upendo wa wengi umepoa. Vile ambao tulisoma katika kitabu cha Mathayo 24:13, hii ambayo ilisema, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi umepoa. Na ikamalizia ikasema, lakini mwenye uvumilia hata mwisho ndiye atakapookoka. Amen. Mbarikiwe sana wala ambao mmesikia hii neno la upendo. Tupendane kama vile ambao tunaojipenda. Yale ambao unataka mwenzako akufanyie, na wewe mfanyie yale mema. Bwana Yesu asifiwe. Ni asante kwa wale ambao mmesikia hili neno la upendo. Naomba Mungu awasaidie muwe na upendo. Basi sema ni asante. Tukutane katika hii channel yangu katika mahubiri mengine. Mbarikiwe.